I am blessed to be standing here and to be the person who has to deliver this message from God to you today. Amen. Today we are going to speak about power. The power within. Bwana asifiwe. The power yenye wewe kama Mkristo unafaa kuwa nayo. Bwana asifiwe. Let's open our Bible in the book of Acts chapter 1 verse 8. Matendo ya Mitume 1 nani? Mstari, inaitwa mstari wa nani? Ndio. Are we there? Yes. The Bible says, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all of Judea and Samaria and to the ends of the earth. Tusome kwa Kiswahili. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana asifiwe. Our topic is going to be the power within. The power within. Mimi ni mwalimu so mtajibu. Bwana asifiwe. The power within. The power within. Before we continue, let's pray for the word and then we shall continue from there. Our Father, our King, our Lord who art in heaven, we thank you for this service. We thank you for your people, mighty Lord. As we are going to listen to your word, Father, we pray for your Holy Spirit to minister to us. We pray for your power, mighty Lord, to come upon us. And mighty Lord, we shall be witnesses of your word, of your kingdom. And mighty Lord, we shall preach and praise and mighty Lord, witness of your goodness and of your kindness to all nations. In the mighty name of Jesus, we do pray and believe. Amen. Amen. Jesus told the disciples that you shall receive power, the power of the Holy Spirit. Bwana asifiwe. And when you receive the power, you shall do what? You shall be witnesses. Who is the Holy Spirit? Watu wengine unasikianga Roho Mtakatifu, una-associate Roho Mtakatifu na kuongea maneno ambayo mtu mwingine hawezi sikia. Unasikia Roho Mtakatifu, unaona ni force, ni upepo ambao unakukujia. Roho Mtakatifu ni nani? Bwana asifiwe. So we want to know who is the Holy Spirit. Bwana asifiwe. For us to understand the power that we have to understand who is the Holy Spirit. The Holy Spirit is the third person. The third person in the Trinity. Bwana asifiwe. We have God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. And the Holy Spirit. Bwana asifiwe. If the Holy Spirit is God, and the Holy Spirit and the disciples waliambiwa na Yesu Kristo that if you receive the Holy Spirit, you will receive power. Then it means if as Christians we receive the Holy Spirit, we will receive what? Power. Bwana asifiwe. We will have more power and more control as Christians. We need to know how we can tap into the power of the Holy Spirit. Bwana asifiwe. So we say the Holy Spirit is not a feeling. Bwana asifiwe. The Holy Spirit is the third person in the Holy Trinity. We said God there, and God there. Holy Spirit. So let's go to Genesis. Genesis chapter 1. Chapter 1. In the beginning, God created heavens and earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the water. Bwana asifiwe. The Spirit of who? Of God was there from the beginning. Bwana asifiwe. And Jesus Christ
wa John the Baptist. Bwana asifiwe. Amen. When John the Baptist alibatiza Yesu before aende wilderness kujaribiwa, the Spirit of God, mbingu zilifunguka, ikafanya nini? Ikamjia, ikashuka, ikakuja, ikatua kwake kwa mfano wa dove. Wacha nitumie hiyo ingine sijui. Kwa mfano wa nini? Wa dove. So Jesus Christ received power from God at the beginning, at the start of his ministry. Bwana asifiwe. Before aende kuponya mtu, before aende kufufua wafu, Jesus Christ received what? The power that was there from the beginning, the power that was there before the world, before the earth, before everything was done, what was formed. So why do we need this power? Why do we need the power of the Holy Spirit when you can have money and have power? Bwana asifiwe. Nikiwa na pesa hapa, si nitatembea nitachange hadi walking style. Nikiwa na connection, ukijua wewe kupata kazi ni mimi. Nani ako na power? Human beings, we have become so mortal. Watu wa macho, watu wa kuona tu na kusikia tu. Because we are chasing connections, we are chasing power that is material. Thank you. Bwana asifiwe. Tunatafuta pesa, tunatafuta kuonekana, tunatafuta kujulikana. Bwana asifiwe. Tumesahau kutafuta nani? Mungu. Bwana asifiwe. And you can never understand God, you can never look for God, know him, understand him without the help of who? The Holy Spirit. Bwana asifiwe. Amen. So why do we need the Holy Spirit? Number one, we need the Holy Spirit for victory of our sins. Bwana asifiwe. For victory of our sins, that we get in Romans chapter 8 verse 13. Warumi 8:13. Bwana asifiwe. Tuko hapo? Inasema hivi: kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Mwataka kufanya nini? Ukitafuta ati nimenona aje, unataka kufanya nini? Ukitafuta nimekuwa mrefu aje, unataka kufanya nini? Kwa maana ukitafuta vitu vya mwili, wewe wafanya nini? Wataka kufa. Bwana asifiwe. Alafu inaendelea inasema, bali kama mkiyasafisha matendo ya mwili kwa roho, mtaishi. Bwana asifiwe. Let me read in English. For if you live after the flesh, you shall die. But if through the Spirit, you will not die. Bwana asifiwe. Your body shall not do what? Shall not die. You shall live. Bwana asifiwe. Tumekuwa watu ambao wanatafuta vitu vya kimwili. Bwana asifiwe. Saa ya kanisa ikifika, saa ya maombi, hadi sometimes unasikia kuna kitu inakusukuma uombe. Lakini kwa sababu tumekuwa wanadamu ambao wanatafuta vitu vya kimwili, unatafuta pesa hadi unasahau kufanya nini? Kuomba. Bwana asifiwe. Unatafuta mtu akupe connection hadi unasahau kuomba kabla uende kutafuta hiyo connection. Bwana asifiwe. We are chasing the material things. We are chasing the earthly kingdom. Bwana asifiwe. Na hii dunia tutaondoka, miili yetu itafufuliwa, tuwe watu, tuwe viumbe vipya, tuungane na Yesu Kristo. Je, utaungana na Yesu Kristo kama wewe ulikuwa unatafuta pesa? Ulikuwa unatafuta raha? Ulikuwa unatafuta urembo? Instead ya kukaa kwa chama ya kanisa, unakimbia kwa chama ya huko nje. Bwana asifiwe. Instead ya kukimbia kanisa mapema, unasema wacha nifanye biashara, wacha niende job leo on Sunday, nikipata pesa nitapatia Mungu sadaka. Bwana asifiwe.
tumekuwa watu wenye tunataka kubribe Mungu. Unajua ange Mungu atanisamea. Una plan mapema. Ufanye dhambi, alafu rudi mpaka hapa pale ulikuwa umesema Mungu atanisamea, ujikumbushe. Alafu ambie sasa Mungu nimekuja mbele zako. Siku ya leo hata wewe uliona lazima ningeenda kazi kwanza, nisamee. Bwana asifiwe. Kwa kufanya hivyo tunamfukuza roho wa Bwana. Tumesoma hapa pastor ameshinda akifundisha this year is a very powerful year. And if you will not change in this year, then there is something yenye inahitaji kuja ukeshe hapa wiki mzima bila kuondoka. Bila chochote uwekelewe mikono yote uombe. Bwana asifiwe. Dominating, that was our topic of this year. Taking the power yenye tulipatiwa from the beginning in the Garden of Eden. Tulipewa nini? Power. Hizo vitu zote unatafuta. You have the power to control that. Bwana asifiwe. But imekuwa sisi, badala tuwe sisi ndio tuko na the power to control those things. Those things have the power to control who? Us. And in doing that, we fall into sin. In doing that, sisi tumekuwa watu ambao ni agents wa ibilisi. Kwa sababu unamwakia Mungu than unawakia nani? Mungu, si ndio? Unakaa hivi unasema sijui nini, unataka kuombea mtu, badala umuombea unamchekelea kwanza. Lakini kwani yeye hakujua? Bwana asifiwe. Tumekuwa watu ambao tunatafuta kujipendeza badala ya kutafuta kumpendeza nani? Mungu. So number 2, why do we need the power that comes with the Holy Spirit? For boldness and witness. For boldness and what? Witness. The disciples became powerful on the day of Pentecost. Bwana asifiwe. They walked with Jesus. They talked to Jesus. They ate with Jesus. Walikaa na yeye. But they became powerful, started performing miracles after they received what? The Holy Spirit. Bwana asifiwe. Mnaona hiyo pattern? Yesu alianza kufanya miujiza after the Holy Spirit, si ndio? Ilim lead into the wilderness, akakuwa tempted and he overcame the temptations. Bwana asifiwe. Alikuwa amereceive nini? The power of the Holy. The disciples wakati Yesu aliwatokea aliwaambia sasa mimi nimeshamaliza mambo hapa. Bwana asifiwe. But you shall not remain as orphans. Unajua orphan? Ana mtu wa kukimbililia, ana mzazi. Bwana asifiwe. You shall not remain as orphans. I will pray to the Father to send you the Holy Spirit. Bwana asifiwe. And when the disciples received the Holy Spirit, they received what is known as power. Angekelea mtu mgonjwa mkono anafanya nini? Angeangalia huyu anafanya hivi, amwambia tembea straight, afanya nini? They received power to witness. Hata akishikwa achapwe leo, ambiwe kama Peter alikuwa anafungiwa anachapwa kidogo, anaambiwa sema Yesu si Bwana. Ule Peter mwenye alisema unajua Yesu, simjui. Unajua Yesu, sijamuona. Unajua Yesu, acha kuniuliza swali same, mimi simjui. Jongo ikawika. The same Peter became a witness of the kingdom of God when he received power. Bwana asifiwe. Akishikwa akifungwa jela, malaika anakuja anamwambia Peter unafanya nini hapa? Hebu toka, tuko na job. Peter anafanya nini? Anaenda anasema Jesus Christ is the Lord and Savior. Bwana asifiwe. So you need the power of God as a Christian. As a Christian, so that you can be able to witness, so that you can be able to bring other people into the kingdom of God. What happens if you
don't have power. Upatane na mtu hapo hivyo hata anatafuta kanisa. When you don't have the spirit of God, unaweza kupata iko hapa lakini utamwambia sijui paniko. Bwana asifiwe. Unapata mtu ako na shida badala umwambie Mungu atakusaidia. Unaogopa kumwambia jina gani? Yesu. Instead unamwambia kuna mganga anajua. Ukienda na jogo ngapi? Hiyo shida hapo imeisha. Unakaa tu hivi, unakumbuka nilikuwa nimekosa mtoto kwa muda. Lakini wakati nilienda kwa ule mganga akaniambia nipeleke 10,000 hivi, nilifunguliwa. Bwana asifiwe. Between mganga na Mungu, nani mwenye nguvu? Nani mwenye alikuumba? Nani mwenye amekupatia nguvu? Uhai ni nani? But wewe mbona unaamini kuenda ulako na ataona? Anaona nini? Anatumia roho gani kuona? Bwana asifiwe. So we've become people who do not believe in the gospel, in the true gospel of God. Bwana asifiwe. Pastor akikuja hapa aseme Bwana asifiwe. Leo nataka kubariki watu 3, 4, 4 panda mbegu ya 2,000. Mutagongana hapo ukwe namba 2. Bwana asifiwe. Ukwe namba upande hiyo mbegu kwa sababu unaamini kwa kupanda hiyo mbegu utafanya nini? Utafunguliwa. Bwana asifiwe. Lakini pastor akisema Friday tuko na kesha na itakuwa kesha ya nguvu. Roho wa Bwana atatushukia. Mungu atatuma malaika wake watupiganie. Bwana asifiwe. Ninawaalika nyinyi wote muje tubarikiwe. Blanketi inakuita kwa jina. Bwana asifiwe. Blanketi inakwambia na leo niko msafi. Leo niko na joto. Unaenda kufanya nini huko? Bwana asifiwe. Tumekuwa watu ambao tunatafuta uwepo wa Mungu kwa kulipa. Bwana asifiwe. Pastor akisema hapa ukipanda utavuna. Hiyo inakuwa ya muhimu badala ya ukisema ukipanda utapata Roho Mtakatifu. Ukija mapema utapata Roho Mtakatifu, utafunguliwa, utaonekaniwa, utabarikiwa, chochote ukitakacho utakipata. What does the kingdom say? That whatever you seek you shall do what? The door that you are knocking shall do what? You shall not ask for fish nikupatie nyoka. Utaomba mkate nikupatie nini? Wewe umezoea kununua mkate yako, si ndio? Afadhali uende ulipe mganga akupatie mkate because kungoja ya Mungu itoke kutoka juu kama maana imekuwa shida. Number 3, why do we need power? Why do we need power? We need the Holy Spirit which gives us power for guidance and discernment. Bwana asifiwe. Ituongoze. Roho wa Bwana anafaa kuongoze kila siku. Si wakati unajisikia. So the Holy Spirit should not depart from you. The Holy Spirit is not something unachukua wakati unajisikia. Bwana asifiwe. The Holy Spirit should always be there for you to guide you. Bwana asifiwe. To tell you the truth. Ukiamka hivi unasema Mungu Baba, siku ya leo nitumie Roho wako Mtakatifu nifanye nini? Aniongoze. Lakini wewe unajua njia, uko na GPS, uko na Google Map, unasema weka location Thika. Si ndio? Wewe unajua zaidi, unaanza kuanza kufungua biashara bila nani? Hiyo siku unafanya maanosi unasema ai na shetani suniachilie. Uliomba Mungu akuongoze. Kwa sababu tunajua neno la Mungu where Jesus is, then demons cannot stay there. Si ndio? Wakati unaondoka hivi uko na Roho wa Mungu. Roho wa Mungu mwenye alisaidia kuumba nchi. Roho wa Mungu mwenye alikuwa na Yesu. Roho wa Mungu mwenye alijia wanafunzi wakapata nguvu. Unaenda kwa biashara yako ukiwa na nini? Leo ni faida tu. Leo ni siendi nyumbani, nikifunga hapa siendi na nini? Hasara.
Because you have the power to command, to dominate, to command your day. Bwana asifiwe. Lakini wewe tu unajua jana leo nilitengeneza 300, leo nikitengeneza 280 ama 230 nitakuwa sawa. With the Holy Spirit you can make thousands. With the Holy Spirit you can even open multiple businesses. Hiyo moja yenye wewe nilikwambia wakati ulisema Mungu asante nimefungua ukaachia hapo. How are you supposed to run that business? Hiyo kazi yenye uliomba, ukaahidi, ukapata. Sasa siku ya leo ni ya muhimu kushinda Mungu. Bwana asifiwe. So how will not God atasema sasa tukichukua hii kazi maybe atarudi. Bwana asifiwe. So we need the Holy Spirit to guide us. Discernment, atuambie mambo ambayo yamefichika. Ni kila kitu unajua. Unaenda kufanya biashara na mtu pata alikuwa anakugona. Bwana asifiwe. Lakini the Holy Spirit can tell you, tebu angalia majina yake vizuri. Angalia, check. Pigia rafiki yako muulize vizuri. And then you find that ulikuwa unafanya nini? Kukoniwa. Ni mambo mengi roho inatufichulia. Lakini sisi hata sometimes hatujui kama roho nasema, "Ai, damu yangu ilikataa." Damu yako iko na nguvu. Damu yako bila roho iko na nguvu. Ai, nilisikia roho yangu. Bwana asifiwe. Tunapatia power and authority and honor to ourselves more than we give power, honor and authority to who? To God. Bwana asifiwe. He has given us the power. That is God. God inside us. Do you know that inamaanisha nini? Lakini Mungu alitumba kwa mfano wake, si ndio? Kwa mfano wake mpaka akatupatia roho mtakatifu wake. So if God commanded, let there be a chair there, inafaa ikuwe, si ndio? So wewe ukisema let there my business work today, inafaa iwe nini? My kid is sick. Unasema be healed. Anafaa fanya nini? I remember sometime tukiamfunza about dominating. Pastor alifunza akasema venye alifanya miujiza wakati Feya alikuwa mgonjwa akapona. The next Sunday akauliza, nani alifanya miujiza? Wake. Because we were given the tools, sindio? Hakuna mwenye alikuwa na miujiza ya kufanya. Why? Why is it that we did not ama face challenges? Au kuwa na kichwa au kuona shida yote ambayo ilikuwa inahitaji wewe uombe a miracle to happen. Bwana asifiwe. It's because we do not think that we have power. We have placed our power that was given to us on other people. Pastor akikuangalia mkono utaamini. Bwana asifiwe. Akisema toa mbegu utaamini. Akikuja kwako akutembelea ombe utaamini. Bwana asifiwe. Ukiambiwa enda kwa mlima au uende uko na roho, unaenda kwa sababu ni mlima wengine wamekuwa kienda huko. Bwana asifiwe. Tumechukua nguvu ambazo tulipewa na Mungu tukaziwekea vitu na watu. So wewe kufanya miujiza hata hiyo itakuwa miujiza. Bwana asifiwe. So we have given away our power. We need our power back. Bwana asifiwe. So what does the power do to us? The power that was given to the disciples, the power that is given unto us. If we receive the power, if we receive the Holy Spirit, what will we be able to do? Number one, we will be empowered by the Holy Spirit. Bwana asifiwe. The Bible says that when you receive the Holy Spirit, you receive gifts from the Holy Spirit. Bwana asifiwe. Gifts, you can heal somebody. Bwana asifiwe. Wakati mimi nimelelewa kanisa. Sisi ni wale watu wenye walikuwa wanaenda kanisa kama hujarudi na memory verse ni shida. So kama ukifika kanisani chukua Biblia cram. Verse 2-3 hivi za utaenda kusoma nyumbani. Kwa sababu kwenda nyumbani bila memory verse ni worse kuliko kukram yako upeleke nyumbani. Bwana asifiwe. So with the time I got to know Jesus at an early age.
And I used to believe so much. In fact, nilikuwa na more faith than niko nayo sahi. That if mtu nikipatana na yeye akiwa mgonjwa, nimwambie you will be healed, atapona. Bwana asifiwe. Yaani mpaka kuna siku shoshangu alikuwa mgonjwa, nikamwambia wacha nikuombee. Bwana asifiwe. I believed that I had the power in me. Power given by the Holy Spirit to perform what? A miracle. It's a gift. Bwana asifiwe. It's a gift you will only receive if you have the Holy Spirit. A gift you will only receive if you accept to be led by the Holy Spirit. You will heal the sick. Bwana asifiwe. Utaambia pepo niondoke na ifanye nini? Iondoke. You will be able to perform miracles. Bwana asifiwe. Siku hizi sometimes tunaulizananga tunasema kwani siku hizi watu waliacha kuperform miracles? Kwa sababu miracles zenye unaonanga sometimes kwa mahubiri kanisani, they are fake. Bwana asifiwe. What does that mean? People are so much interested in miracles that even the preachers wameanza kufanya nini? Kufake. Ninalipa mtu akuja afanye hivi, nimwombee afanye hivi. Alafu akosa. Hiyo itafanya wewe mshirika mwenye ulikuwa nyumbani hauna Roho Mtakatifu wa kuongoze akupeleke huko. Kwa sababu uliona muujiza. Bwana asifiwe. When you have the gifts, we need to understand that it's not only the pastor that can heal. It's not only the pastor that can perform a miracle. You do not need a prophet to tell you like, because you have the same spirit. We are all led by the same spirit, the spirit of who? Of God. Bwana asifiwe. Number 2, what does the Holy Spirit, when we receive it, do? We bear fruits. We bear fruits. Unatafuta peace. Utalipa peace. Uende kwa kila mtu mwenye unadhani atakuprotect, atakupatia amani. In your marriages, in your families, you will never find that peace until you have received who? The Holy Spirit. Bwana asifiwe. We bear fruits when we have the Holy Spirit. Unakuja hapa ukiwa umefurahi, uko na patience, uko na self-control, uko na obedience. That is a gift of the Holy what? Spirit. The pastor doesn't have to say kuja saa moja, kuja saa mbili, kuja saa tatu. Because when you have the Spirit of God, itakwambia umechelewa saa 12, anza kujitayarisha. When you have the Spirit of God, itakwambia obey for once. Obey the man of God. Bwana asifiwe. Sisi tunataka tusukumwe, tupigiwe simu, tutembelelewe, asipokuja atujali, na kama atujali hiyo kanisa sasa mimi nitatafuta nyingine, ninaweza nikaenda kwingine, bora niende Sunday. We have become Christians when tunatafuta religion more than seeking God. Hatumjui Mungu, tunajua dini. Hatujui kenye Mungu anataka kwa maisha yetu kwa sababu we are not connected to our God. Bwana asifiwe. Tumesoma hapo that when you seek vitu za kujipendeza wewe unatafuta nini? Kifo. Bwana asifiwe. But when you connect yourself to God, you make God your friend, you have a relationship with the Holy Spirit, then you will have life. Life yenye filled with faithfulness, life yenye filled with joy, with peace, with love. Bwana asifiwe. Wewe watu wakikasirika huko sijini, kuna self control. Uchumi ikiharibika, wewe yako ina flourish. Bwana asifiwe. Biashara yako inafanya kazi wakati uchumi inafanya nini? Inaharibika. Kwa sababu wewe utegemea uchumi, unamtegemea nani? Amen. Let's continue. When we have the power of God, we will be witnesses. Ndio, tulishasema hiyo. Ya kwamba sisi tutakuwa na ujasiri ya kupatana na mtu huko, umwambie tuende church. Lakini unajua Mungu wangu, utakuwa na ujasiri wa kuimba barabarani. Bwana asifiwe. Wengine unaweza kuwa hata roho inakusukuma uende leo tuimbie kidogo.
Lakini nasema nitasimama aje huko mbele. Nitatetemeka. Enda witness. Enda waambie watu Kenya nimekufanyia hii wiki. Unasema lakini nikienda niseme nilipata kazi, ninalipwa vizuri, alafu next week ama next month end month nisisimame na 10%. Wacha tu ninyamaze. Wacha tu nikae, si ndio? Kwa sababu you are not bold enough to witness for God. Ati nikiambia watu nimebarikiwa, inaweza nikarogwa. Watu unajua kuna roho mbaya. Which spirit are you operating with? Bwana asifiwe. Kama unaogopa kurogwa, unaoperate na spirit gani? Because even the Bible tells us that we do not fight against flesh and blood. Sindio? Wewe uende kupigana na mtu, but through the spirit utashinda hizo spiritual wars. Sasa kama wewe hauna spirit ya God, how will you win spiritual wars? Bwana asifiwe. How will you win mtu mwenye anakwenda kwa mganga kwa sababu hujui? Bwana asifiwe. You cannot be able to tell that something is wrong in my family, something is wrong with my child, and this today it needs me to go before God. It needs me to pronounce that you are a child of God, that you shall not be the tail, that you shall not be sick, that you shall not die. The devil that came to kill, that came to destroy, that came to steal, you have no room, no roof, no space in my house. Bwana asifiwe. Wewe unamsongea shetani anakuja anamwambia utaniachilia kidogo leo niende job. Alafu kesho tutaongea. Unampa shetani nini? Nafasi ndani ya maisha yako. Wakati uko na nguvu za kumfukuza. Bwana asifiwe. Wakati uko na nguvu za kufanya miujiza katika maisha yako. Bwana asifiwe. Let's go to how to receive the power. Si kila mtu anataka hiyo power? Yes. You want to dominate? Yes. The Bible says that children wake wa Mungu wanafaa kuwa the top, si ndio? Yes. Why are you not the top? Hauna the power, si ndio? So when you receive the power, inamaanisha that you will be able to be what? The top. Number one, how do we receive the power? How do we receive the power? Amen. Through praying, we receive power. Through praying, as a Christian, prayer should not be something you feel like. Ati roho imeniita niombe leo. Prayer should be. Do you imagine that Jesus Christ prayed? The Son of God prayed. Alafu wewe sasa juu ulifanyika mwana wa Mungu. Unasema maombi Sunday nikifikia praise and worship. Hapo roho ndapona. Prayer should be part of your life consistently. Inamaanisha kila wakati. Daniel waliomba mara ngapi? 3 kwa siku. Wewe mara moja. Unakaa kama wale disciples wenye Yesu alienda kuomba alafu wakalala kauliza, can you not keep watch for 1 hour? Do you pray for 1 hour? Inanawa tu ukae ukisema roho. When we have the Holy Spirit, it will teach us even to pray. Sometimes unashindanga hata cha kwenda kusema, si ndio? But if you have the Spirit of God, tulisema it is a counselor, it is a teacher, it will teach you how to pray. Wewe ukishindwa hapa kuomba, kuna ule mtu mwenye yeye anakesha kufanya nini? So we receive the power of God by being born again and being believers of Jesus Christ. Being a believer and accepting and following Jesus Christ is not the same as ulizaliwa unaenda pefa. It's not the same as wewe sasa umekwenda ukienda kanisa hizo masiku zote. Being a believer, a follower of Christ, inamaanisha uko ready to follow the steps of who? Jesus Christ. Nowadays tuko Christians kwa sababu
tulizaliwa, tuliolewa Ukristo, tuko tu. You need something. Mtu akikuuliza wewe ni Mkristo ama Muislamu, sema Mkristo. But hiyo Ukristo wako hauonekani. Mtu akikukanyanga kidogo hivi wewe ndio unamsimama umuelezee sasa yote. Mtu akikupatia change extra unasema Mungu asante. Which kind of Christian are you who is stealing? Bwana asifiwe. When you receive the Holy Spirit, you have to receive it by accepting to be a follower of Christ. Christ died for you. The Son of God had to die for you to be made a child of God. Bwana asifiwe. So you need to receive who? Jesus Christ, and be born again and be a believer to receive the Holy Spirit. Number 2, how do we receive the Holy Spirit? We receive the Holy Spirit for asking for a feeling. Bwana asifiwe. Kuambia Mungu akujaze. Bwana asifiwe. The Pastor David preach about when the Spirit of God departs. When the Spirit of God, wakati Roho wa Mungu anakuachilia, amekuachia dunia. Wewe fanya venye unataka kuiba, ita mapepo zingine uende uwe. When the Spirit of God departs from you, you become empty. Bwana asifiwe. Unajazwa na kumbe ile story ya the legions, mapepo mengi mpaka yalikuwa yanajiita legions. Wakati Spirit of God inatoka, unaanza kutawaliwa na mapepo mengine na roho zingine. Bwana asifiwe. Imagine a King Saul roho wa Mungu alipoondoka, alitawaliwa na roho wa Ibilisi, mpaka ilikuwa inabidi achezewe kwanza ndiye afanye nini? Atulie. Nani atakuchezea? Roho. Utakuwa unakuja tunakuchezea hapa, si ndio? Unakaa sawa 2-3 hours. But if you do not ask for a feeling, you will still be empty. You can receive the Holy Spirit by asking God to fill you. Every single day, every time. God fill me with the Holy Spirit. Number 3, you will receive the Holy Spirit when you walk in surrender and obedience. Bwana asifiwe. Who do you surrender to? What do you surrender to? Bwana asifiwe. You need to surrender to God. Zile burdens zako zenye uko nazo, mashida zako zenye uko nazo, surrender. Bwana asifiwe. When you surrender, when you obey God, when you live for Christ, the Holy Spirit will be in you. Bwana asifiwe. The Bible says that wewe unafaa ukae still, ufai kujisumbua. When you surrender to God and let Him work is when you will receive what? Power. And hizo shida zenye uko nazo, you will receive wisdom because it's a fruit of the Holy Spirit. Kitu inakushinda, idea inakutokea. Bwana asifiwe. Unasahau kitu, Roho anakukumbusha. Do you know how I received the Holy Spirit? Let me tell you the story. The first time ever, mimi nilikuwa naonanga watu wanaongea na Roho ninashinda. Na ni nani anatafsiri hapa? Hiyo ndio ilikuwa shida yangu kubwa. Bwana asifiwe. Si eti ni nani sasa amesikia Kenya amesema shabadana na nani? So the first time nilikuwa ninaenda church. Kuna church yenye huko kwetu Kaloleni, so nilikuwa tunaenda asubuhi lunch na jioni. Unasikia asubuhi? Lunch? Saa 12 niko wapi? Saa 5 kwa sababu service inaanza saa 6. Saa 5 niko wapi? Na jioni kama kuna service ya jioni niko wapi? So this fateful day ilikuwa lunch time, nafaa niende kanisani. Nimejitayarisha, niko ready, umejipanga. Kufungua mlango, jua ilikuwa imewaka, mvua ikaanza kunyesha. Nikasema, wacha kaka mvua, Jogoro ninavuka tu barabara niende side nyingine. Wacha mvua ishe, sitachelewa, si ndio? Nikarudi kwa nyumba, milango 2, kuna milango ya nyuma na ya mbele na zote ni za chuma. Nikafunga ya mbele kwa sababu si ni mimi niko kwa nyumba peke yangu. Na nikafunga ya nyuma, juu nilikuwa tayari kuenda. Bwana asifiwe. So, juu ni nyumba ya mawe, hata nikipiga nduru hakuna mvua kananyesha nje, hakuna mtafanya nini? Atasikia, si ndio?
Kamvua kakanipea baridi. Nikasema wacha niweke ile hita zile za kuingisha kwa zile zenye unaingishanga hivi. Unajua hizo hita zile zinakuwa red huko ama black. Nikasema acha niweke tu maji nipike strong hii baridi hata mioyo ikue sawa nikienda kanisani niko sawa. Nikachukua maji nikaweka kwa jug, nikachukua ile hita yangu nikafanya nini? Si unawekaga hivi. Bwana asifiwe. Ile hita kwenda kuweka ilikwama kwa mkono. Socket iko on. Imefanya nini? Imekwama kwa mkono. Sijashika ile chuma. Nimeshika kwa plastic lakini imefanya nini? Imekwama kwa mkono. Nikajaribu kuitoa. Haitoki. Nikajaribu kufanya hivi. Iko tu hivi, haitoki. Nikasema hapana. Hata nivute ni mkono nyingine, si ndio? Ile mkono nyingine ikashika kwa machuma huko kwa ninafanya hivi. Nikashikilia hapa. Sasa nikivuta huku na huku hakuna pale inatoka. Bwana asifiwe. Si ilikuwa mkono mmoja. Sasa ziko ngapi? Nikasema hapana, hii kwani nini? Nikajaribu nikashindwa. Nikakaa hapo sasa nimekwama. Alafu nikaanza kusikia ninainuka kutoka chini. Naona kama nimekanyaga hivi chini. Sasa niko hapa lakini kuna space chini ya mimi na kukanyaga chini. Bwana asifiwe. Na ile iko wapi? Mikono ngapi? Nikasema hapana. Sasa nikiwa huko fahamu zimeenda, hakuna kenye nitafanya haitoki, si ndio? Nikiwa huko siko kwa hewa, siko chini niko kwa hewa. Nikaona venye nimekufa, nimelala hapo chini. Ile hita sasa wakati nikiwa nimekufa ilikuja ikalalia wapi? Hapa, si ndio? So nimelala hapo, kichwa changu kiko kuondoka kwa mlango. So nikaona mamangu amekuja, amefungua mlango. Akanipata hapo, alirusha bag chini, akaanza kulia. Bwana asifiwe. So katika hiyo kulia nikaona matanga yangu. Sasa baada hapo watu wamevaa nguo nyeusi wamekaa kwa kiti hapo. Mamangu amevaa kitambaa nyeusi amekaa tu kwa anashindwa. Nikakaa hivi nikajiuliza, huko ndani si hapa ninajiuliza nikiongea huko kwa matanga yangu. Na sasa mimi nilikuwa nimeandikiwa nikufe na stima. Jesus. Jesus. When I said the name of Jesus, pale nilikuwa hewa, nilikanyaga chini na mguu mmoja. Bwana asifiwe. Lakini haikuenda kukaa smooth, kukanyaga chini na mguu mmoja. Sikurudi nisimame sasa. Nilirudi nikaanza kuswim. Bwana asifiwe. So niko kwa hewa ninafanya nini? Na ninapanda juu. Sasa siko pale ninaendelea kupanda. So akili yangu ikaanza, nimesema kitu. Nimekanyaga chini. Bwana asifiwe. Ni mguu mmoja nimesema kitu na nimefanya nini? Nimekanyaga chini. So ni nini nilisema? Nina fight nikumbuke kenye nilisema nikafanya nini? Nikakanyaga chini. Nimesema kitu. In that process I remember the thing yenye nilisema ikaleta difference is who? Jesus. Do you know what I did? Ingekuwa wewe ungefanya nini? Nilimuita pale alikuwa hata alishindwa. Jesus. Ile hita ilitoka kwa mkono yenye ikaruka kwenda huko. Na mimi nikakanyaga wapi? Nikakanyaga kutoka hapo nikafungua mlango ninalia. Sasa ninataka nikimbie Jogoro niende church. Bwana asifiwe. Kwa sababu hii nyumba hapana, hii si nomo. Nikakimbia nikaenda nikafika pale, si barabara ndio hii. Nikalala hapo kwa hiyo maji. Unapanga na hizo manyasi hivi, kwa drainage hapo kama barabara nomo. Nikalala kwa hizo manyasi, gari zinapita hapo. Why? Because something told me that if the devil has not succeeded in killing you in the house, pale ulikuwa umefungiwa, utakufia barabara. Bwana asifiwe. In that confusion utakimbia tu barabara huko. Nilikaa hapo chini, nimetetemeka, nimelia, niko hapo tu ninatetemeka until barabara ikakaa clear, nikavuka nikaingia wapi? Kanisani. Bwana asifiwe. When I got to church, I called the pastor. Bwana asifiwe. When I called, the pastor came.
akanipeleka kwake. Akaniambia, now what you need is the Holy Spirit. Bwana asifiwe. The battles that you wanna fight ukiwa unafikiria, unaomba ukijua unaombea nini, unafikiria nini. This is not ground yenye unafaa uombee hivyo. You need the Holy Spirit to guide you, to protect you. You need power that comes only from who? From God. Nikamwambia pastor, unajua mimi sijaongea Roho Mtakatifu na sidhani kama ninaweza nikaongea. Akaniambia, kwa nini? Nimeokoka ndio, lakini sijabatizwa. Sasa hapo nilikuwa nimesahau nilibatizwa kitambo. Nikamwambia siwezi, najua nimesoma Biblia. Nasikia? Nimesoma Biblia, ninajua siwezi nikapokea Roho Mtakatifu kama sijafanya nini? Was I right or wrong? I was wrong. We prayed there and I spoke in tongues. Bwana asifiwe. We prayed there and I received the Holy Spirit. Praise God. So today, mpendwa, I know that you need a feeling. I know that you need power. I know that you do not want to live the same life that you've been living. I know that you want to surrender to God. You want to tell God, take control of my life. I do not want to be the same again. I do not want to suffer again. I want to have a relationship with you, God. I want to know you more. I want to serve you. I want to be obedient only to you. All these other things, but your kingdom, your power, unity inherit, it's eternal. Bwana asifiwe. Today you need the power that comes with the Holy Spirit. Today you need to surrender and say, like, God, take control of my life. Unaweza kuwa uliokoka, unaweza kuwa ulipata Roho Mtakatifu, dunia ikahappen, shida zikakuja, challenges zikakuja, ukapata marafiki wakakuonyesha njia zingine, ukapata wengine wakakwambia hivi, and Roho Bwana akakuondokea. Today is the day that you are coming to God. Today is the day that you are coming to say, God, I'm ready. I'm ready to receive you. I'm surrendering. God, wash me. Forgive me my sin. I'm ready for you. I want to have the power. I want to have the power to heal, the power to perform miracles. I want to have peace. I want to have joy in my... I want to be able to control how I respond to people. I want to be patient. All those utapata ukireceive what? The power. Bwana asifiwe. It is not too late for you. It is not aulipishwi. Bwana asifiwe. Hakuna mwenye atakwambia panda mbegu ama toa sadaka ndio receive the power. The power is available to all of us. The power unapewa bure, nguvu ya Mungu bure. Mpenda, kwa nini usipokee hiyo nguvu? Kwa nini usisimame useme, Bwana, niko tayari kupata hiyo nguvu? Bwana asifiwe. Wacha tuende mbele za Bwana, tufungue mioyo yetu, tuseme tunataka kupokea huyo Roho. We want to receive that Holy Spirit. Let's stand up, everybody. Let's stand up and say that I want to receive that power. I want the power within me, the explosive power, the power that can do so much for you, to be in you, to walk in you. You have the power to dominate. You have the power to control everything, to be the best in whatever it is that you do. Let's tap into that power. You are not powerless. You are not a victim of your circumstances. Yale yalifanyika yalishafanyika, ni wakati wa kumpa Mungu nafasi. Yale yalifanyika yalishatendeka, ni wakati wa kuacha Mungu atawale. Bwana asifiwe. Yale yenye yalikusumbua, iwe mapepo, iwe nguvu za shetani, wale watu ambao walikunena vibaya, walikufanyia mambo mabaya, it's time to let them go. Surrender to God. Surrender to this power that you have for free, that it can teach you. It will
wisdom. And with power of the Holy Spirit, you will have the same wisdom to rule over. You have authority. Why don't you want to have that power? Why don't you want to say like God, I'm ready today. I'm ready to receive you. I'm ready for this power. I'm ready to dominate. This is my year of change. This is my year of taking back the power. I am created in your own image and I'm ready to reflect. I'm ready to work for you. I'm ready to be a witness of your kingdom. It is time for you to tell God that I am your child and I'm coming as I am with all my burdens. The Bible said we should take our burdens to God. Wewe umeshikilia your burden so much. Umeshikilia your grudge so much. Unataka kurevenge na Mungu anasema vengeance is mine. Una nguvu ya kupigana kweli wewe? Mwachie Mungu, anasema nitakupigania. Hata majeshi wa kusurround. I have the power. That's what God said. I have the power to remove you from that circumstance. That's lustful ways zenye nakufanya unajiona ya kwamba unaweza pigana. I have the power if only you let me take control. If only you let me take the wheel. I know where I'm taking you. Sitakuangusha barabani, sitakuacha. Nitatembea nawe. Why don't you want that? Because I want that so much. I want God to take charge of my life. I want God. Let's surrender to God. Praise God. Praise God. Wapendwa, tuna nguvu. We have the power. Bwana asifiwe. We are leaving this place changed people. In the name of Jesus Christ, today every person who came to this church is going to live a changed person. Amen. Because you have received the key to dominate. The power within. And we say that power si kitu unanunua. Huyo ni Mungu yuko ndani yako. Bwana asifiwe. Amen. As you are going to go this week in your businesses, in your job, in your school, I want you to remember that you have power. That you are the best. Because wewe uko na siri. Uko na siri. Bwana asifiwe. Wewe utakaa kama wale wengine wenye hawana siri. Wewe uko na ujanja. Uko na ujanja? But hiyo ujanja inataka usurrender. Hiyo ujanja inataka kufanya nini? Uombe pia. Bwana asifiwe. You obey. And God shall show us great things. Kwa Mungu kuna raha. Kwa Mungu kuna raha. Mama analienda wapi? Wewe unajua umesema basi kwa Yesu kuna raha. Yesu kuna raha. Kwa Yesu kuna raha. Kwa Yesu. Yesu kuna raha. Kwa Yesu kuna raha. Kwa Yesu kuna raha. Kwa Yesu raha tele. Kwa Yesu kuna amani, kwa